Karibu kuzungumza na kudiskasi mpira wa miguu. Tuna mengi ya kukwambia, tuna mengi ya kukueleza. Ungana nasi moja kwa moja popote ulipo pale katika Mangala News. Sisi ndio channel pekee tunayekupa taarifa zenye ukweli na uhakika kwa 100% kabisa. Dondosha komenti yako hapo chini, tuambie wewe unaitazama video hii unapatikana ukiwa nchi gani ama ukiwa mkoa gani. Ndugu yangu, karibu. Watanzania wanahitaji kukusikia, Watanzania wanahitaji kuzungumza na wewe. Swala la Elia Mpanzu, mashabiki wa Simba limewachanganya vibaya mno. Kwako wewe unasemaje? Yanga kuibomoa Simba, Elia Mpanzu rasmi sasa amesaini katika club ya Yanga. Kwako wewe likoje hili jambo? Asante sana ndugu mtangazaji wa Mangala News au Mangala TV. Leo mimi kwangu nitaongea kwa masikitiko makubwa sana kutokana na hizi taarifa ambazo ziko mbele yetu ya kuwa Elia Mpanzu inasadikika kwa maelezo ya wazushi wenyewe kwamba amesaini officially kabisa ndani ya klabu ya Yanga. Lakini kwangu mimi hili linanipa ukakasi kidogo, na kama kweli imetokea hii hali ya kwamba Elia Mpanzu amesaini officially kabisa Yanga, basi hii itakuwa ni maumivu na machungu makubwa sana kwa klabu ya Simba, lakini si tu kwa klabu ya Simba bali hata kwetu sisi kama mashabiki wa Simba. Kwa sababu gani nanena maneno haya? Kwanza tukianza kwa wazushi, GSM ni mtu ambaye ana hela. Sisi tunajua ni bilionea ndani ya nchi yetu, hata ndani ya bara letu la Afrika. Yamkini anaweza akafanya lolote na kutia pesa ya kima chochote kile, ili mradi tu aweze kutokomoa na kuhakikisha furaha yetu inapotea. Ikumbukwe hivi kipindi cha karibuni Elia Mpanzu amekuwa ni chachu kubwa kwa wanasimba. Amekuwa ni kipenzi na kivutio cha watu wengi ndani ya klabu ya Simba kwa sababu anajitoa, anaonyesha kupambana. Si tu kwenye EPL, tukimwangalia huko kwenye shirikisho na hata wakati tunacheza kimataifa tulikuwa tukimuona Elia Mpanzu alivyokuwa akipambana. Kwa hiyo kwangu mimi ningeomba sana na waomba sana viongozi wetu, ile cabinet nzima ya Try Again na watu wake wangekaa chini na Elia Mpanzu kuzungumza naye. Hakuna kitu kinachoshindikana kama watu wawili watakaa chini wakazungumza kwa lugha rafiki. Jamani, Elia Mpanzu tunamhitaji ndani. Tunaambiwa pesa ambayo anahitaji Elia Mpanzu imekuwa sasa ni nyingi. Anataka kuvunja rekodi ya wachezaji ambao wameshakuja. Mkataba wake ambao anataka kwa mshahara inasemekana ni milioni 70 kwa mwezi. Ukiangalia hii ni pesa ambayo almost ni pesa nyingi kweli kweli, lakini Yanga wao wameonyesha nia thabiti kabisa ya kulipa hiyo hela. Klabu ya Simba mambo kidogo yakiwa yanaleta sitofahamu, na hii yote tumeona uwezo ambao ameuonyesha, umuhimu ambao ameuonyesha katika club. Yote haya ndio yanaanza kutokea, na si mara ya kwanza matatizo kama haya kutokea. Tukumbuke tu hata Chama aliondoka katika klabu ya Simba kwa ajili ya vitu kama hivi, Simba akaamua kuachana naye. Kwako wewe una nini hasa cha kuwaeleza viongozi kama wanakutazama au kusikiliza video hii? Ushauri wako hasa ukoje? Nini kifanyike? Ama je, wampe Elia Mpanzu hiyo milioni 70 au watafute wachezaji wawili ambao kila mchezaji anaweza kulipwa milioni 30 kuziba pengo lake? Kwangu mimi ndugu mtazamaji, na mtazamo wa kitofauti kidogo. Kuondoka kwa Elia Mpanzu ndani ya klabu ya Simba hasa akaelekea kwa mahasimu wetu au opponent wetu ambao ni wazushi Yanga FC, hii itakuwa athari kubwa sana kwetu, kwa sababu ukiangalia Elia Mpanzu ni tegemezi ndani ya klabu ya Simba, na kama mtu anaonyesha uwezo na anajitihada, mimi sioni haja ya yeye kuwa anakinzana sana na kile anachokifanya. Yani Elia Mpanzu uwezo wake unajulikana. Kwa nini asipate hela hiyo anayohitaji?
Tunasema bidhaa nzuri, bidhaa nzuri ni ile ambayo bidhaa inaonyesha ubora ndani ya soko, lakini si tu ubora wa ile bidhaa husika, lakini ni bei pia. Hata bei yake inakuwa iko juu. Kwa hiyo mimi naona thamani ya Elie Mpanzu, chochote atachozungumza ni kiasi cha kwamba viongozi wa Simba kukaa chini kuzungumza naye. Sawa, milioni 70 unataka, sawa, kwa mwezi sio hela nyingi kwa hivi vilabu vyetu. Tumeona hapa wenzetu wazushi, Aziz Ki aliwatikisa, wakakaa naye chini wakamalizana naye, akasitisha safari yake ya kwenda South Africa. Kwa hiyo hata sisi tuna uwezo wa kukaa na Elie Mpanzu chini tukazungumza naye, akasitisha kuelekea Jangwani, badala yake akabaki pale Msimbazi, ili sisi wana Msimbazi tukaendelea kupata furaha. Simba imeonekana ikisuasua katika kutoa maamuzi sahihi, lakini upande wa pili mabosi wao huku wanacheka. Kwa hiyo nini kinachosababisha mambo haya kutokea? Hii ni kutokumheshimu mchezaji ama tunaitafsiri vipi? Kwa sababu kama mchezaji amesha kuonyesha kitu na wewe ukakiamini na akawa ni mtu muhimu kweli kweli katika club, kuna uzito gani kufungua pochi? Ndio haya sasa tunayosema kwamba bosi wa klabu ya Simba kuna muda hazungumzi ukweli. Anasema amewekeza katika klabu ya Simba karibu bilioni 20, lakini mwisho siku hazionekane. Kama bilioni 20 ipo, kwa nini inashindikana kumpa huyo mtu milioni 70 kila mwezi na ametuofa vitu vingi? Nataka uwaambie viongozi umuhimu wa huyo mchezaji haswa katika kuelekea katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kwa maana kwamba tayari sasa hivi shirikisho tunakwenda kuimaliza. Simba itaenda kucheza zidi ya RS Berkane. Tunakwenda kumaliza mchezo wa mkondo wa kwanza utafanyika Morocco, mchezo wa mkondo wa pili utafanyika Benjamin William Mkapa. Baada ya hapo nafikiri ligi nayo inakwenda mwisho kutamatika. Dirisha la usajili linakwenda kufunguliwa. Zungumza na viongozi umuhimu wa huyu mchezaji, nini haswa wakifanya ili kumdhibiti? Mimi kwangu nina machache juu ya viongozi wangu wa klabu yangu ya Simba. Narudia tena, kuondoka kwa Elie Mpanzu ndani ya klabu ya Simba italeta mtikisiko mkubwa sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye bado anahitajika. Kubwa ambalo linatakiwa lifanyike, viongozi wangu wa klabu yangu ya Simba, msemaji wetu pendwa Ahmed Ally, popote unapoiona clip hii, tafadhali kaa chini na viongozi wezio, jadilieni vizuri ili swala kiundani. Sisi tunaitaka furaha. Sisi mashabiki wa Simba tunataka amani. Sisi mashabiki wa Simba tumechoka kutembea mitaani na kubezwa na watu wasiojua mipira ndani ya nchi. Sisi mashabiki wa Simba hatutaki kuzungumza ovyo kama wazushi. Sisi tunataka furaha. Elie Mpanzu ni mtu ambaye ameonyesha furaha dhahiri shahiri ndani ya klabu ya Simba, na ametulidishia sisi tumaini lile la Clatous Chota Chama. Tumefika hatua tunaona this is Chama, this is new Chama. Huyu ndo mbadala wa Chama. Jamani, mchezaji kama mtoto mdogo anapolilia pipi, uwezekano wa pipi upo, anunuliwe. Hakuna uwezekano wa pipi, basi huyu mtu apewe maneno ya imani, ya busara na ya mjenge. Mwisho wa siku sisi tunahitaji maelewano, klabu na mashabiki, lakini klabu, wachezaji na mashabiki kwa ujumla, na uongozi kwa ujumla, ili twende kwenye target zetu husika. Sisi ni Simba, mpira ni pesa sasa hivi jamani, lazima tukubaliane na hilo. Ni hayo tu, lazima tukubaliane na hilo, ni hayo tu. Huyo ni shabiki akizungumza juu ya kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii. Elie Mpanzu kusaini katika klabu ya Yanga, je, linawezekana? Endelea kusubscribe na kucomment katika YouTube channel yetu ya Mangala News kwa taarifa mbalimbali. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video zetu nyingi kabisa zilizo bora. Mimi niseme asante kwa timu yako na kwaheri.